Pedro Gonçalves alizaliwa mwaka 1976. Alianza kazi kama kocha msaidizi kwenye timu ya Amora mwaka 1997 nchini Ureno na baadaye akahamia kwenye timu ya Cova da Piedade. Alijiunga na Sporting SP mwaka 2000 kama scout na baadaye akawa kocha wa timu ya vijana kwenye academy ya Sporting hadi mwaka 2015. Aliteuliwa kuwa kocha wa Angola. Aliteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Angola chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2018 na akashinda Cosafa Cup akiwa na timu hiyo na akafanikisha kuifikisha timu hiyo raundi ya 16 bora kwenye mashindano ya kombe la dunia. Mwaka 2019 Pedro Gonçalves aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola. Alifikisha Angola kwenye robo finali ya AFCON mwaka 2023, mashindano yaliyofanyika nchini Ivory Coast. Alisaidia Angola kufuzu mashindano ya CHAN mwaka 2022. Alishinda Cosafa Cup akiwa na timu ya taifa ya Angola mwaka 2024 kwa ushindi mnono finali, ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Namibia. Pedro Gonçalves ni kocha pekee wa timu ya taifa ya Angola aliyefanikisha timu hiyo kufuzu mashindano ya AFCON na CHAN kwa pamoja. Mwaka 2025 Pedro Gonçalves aliajiliwa kama kocha mkuu wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans baada ya aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo Romain Folz kufungashiwa virago vyake. Akiwa Yanga mpaka raundi ya 21, yaani baada ya michezo 21, ameisaidia Yanga kukusanya jumla ya alama 51 akiwa amefunga jumla ya goli 47 na kuruhusu magoli 5 pekee. Huyo ni Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves alikuwa anasifika pale Yanga kwa mfumo wa 4-4-2. Je, ni kipi kilichosababisha Pedro Gonçalves kutimuliwa Yanga? Licha ya klabu kutotoa sababu za kumfuta kazi kocha Pedro Gonçalves, Sunuka TV tunakuletea sababu kubwa 2 zilizopelekea Yanga kumfuta kazi kocha Pedro Gonçalves. Kwanza, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata makala nzuri kama hizi. Moja ni mfumo wake. Pedro alisifika kwa mfumo wa 4-4-2 pale Yanga, mfumo ambao anazuia kwa muda mwingi kuliko kumiliki mpira na kushambulia. Hapa alitoka nje kabisa ya falsafa za mpira wa Yanga. Timu ilishinda lakini mpira ulikuwa uvutii. Ni kocha ambaye alikuwa pia hana plan B na alikuwa akifeli sana kwenye sabu zake. Rejea mechi ya Yanga dhidi ya Simba kwenye fainali ya Muungano alipomtoa Pacome na kumweka Andabwile. Rejea mechi ya Yanga dhidi ya KMC. Sababu ya pili ni kuto kushinda dabi. Kocha Nabi, Gamondi, Miludi na Folz wote waliopita kabla yake walishinda dabi walizokutana na Simba. Lakini Pedro amecheza dabi 2, hajafanikiwa kushinda dabi hata moja dhidi ya Simba. Baada ya kusuluhu dhidi ya Simba kwenye raundi ya 20 NBC, uongozi wa Yanga ulimpa nafasi ya mwisho Pedro Gonçalves kutetea kibarua chake, na alipewa nafasi hiyo kwenye mechi dhidi ya KMC ambao ni wa mwisho kwenye msimamo wa ligi. Nini kilifata? Alipata ushindi mwembamba kabisa wa goli 1 dhidi ya timu inayoshika mkia kwenye msimamo wa ligi. Hizo ni sababu kubwa 2 zilizopelekea kocha Pedro Antonio Gonçalves kufutwa kazi pale Yanga. Sunuka TV, nyumba ya burudani.